Na hapa tuwe makini. Kwa nini Bwana Mtume alisema kwamba jihadi kubwa ni jihadi ya nafsi? Moja kabisa, ukiona mtu anakengeuka katika toa ya Mwenyezi Mungu na kuiitikia nafsi, mtu huyo amejighafilisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu amejilea na kujiweka katika mazingira yeye hamkumbuki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hamtafakari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakumbuki neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akumbuki amri wala katazo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyu ni mtu ambaye anaitwa amejighafilisha katika neema za Mwenyezi Mungu na amejighafilisha katika utaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala takun minal ghafilin, tusiwe watu wenye kujighafilisha, kwa sababu ukishajighafilisha unasahau haya yote ambayo Mwenyezi Mungu aliweza kukupatia. Utakumbuka neema, utakumbuka mambo yaliyokuwa ya mazuri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utabaki kuwa ni mtu mwenye kulalamika daima. Mwenyezi Mungu amekuonea. Al-Maula Ali Amirul Mu'minin alayhi salam katika maneno yake mazuri kabisa anatuambia kwamba al-ghaflatu tumitul qalb, kujighafilisha panaua moyo, yani inafisha ile hali ya moyo ya mwanadamu. Mtu ambaye anajighafilisha kila kitu, moyo wake unakufa katika kila sehemu. Moyo wake utakufa katika sehemu ya kuthamini, moyo wake utakufa katika sehemu ya upendo, moyo wake utakufa katika sehemu ya amani, moyo wake itakufa katika sehemu ya kujitolea, moyo wake utakufa katika sehemu ya kutokuwa na uwajibikaji katika nyanja yoyote ndani ya maisha yake. Kila sehemu moyo wake unakufa. Na mtu huyu moyo wake ukishakufa, baadaye anakaa katika kutafakari vile vitu ambavyo vinamjenga yeye sasa katika maendeleo yake yeye kama yeye. Na binadamu akishafikiri katika sehemu ya kuendelea maendeleo yake yeye kama yeye, hapa ndipo anapokuja kugundua kitu cha udhulma au kuwa katika udhalimu mkubwa sana, ambao udhalimu huu utasababisha mambo maovu mbalimbali, ikiwemo umwagaji damu pasi na kuweza kujali anachotaka kitu gani katika maisha yake. Hii ndiyo hasara ambayo mtu akijiweka kujighafilisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anaitumikia nafsi yake, na nafsi akishaitumikia katika sehemu hii anaweza kujighafilisha na Mwenyezi Mungu, na baadaye hujiweka mbali na amri za Mwenyezi Mungu na utiifu wa Mwenyezi Mungu. Na maneno ya Bwana Mtume kwake yeye mtu kama huyu hana shida nayo. Maneno ya maimamu kwake yeye hana shida nayo, kwa sababu wamejighafilisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hapa ndio tunaangalia hata Imam al-Husaini alivyokuwa anajaribu kuwapa mudhakara watu wa namna hii, anawakumbusha watu wa namna hii. Kwa nini mmeghafilika katika utiifu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Lakini watu wale walikuwa wanaona kama istizai, walikuwa wanaona kama ni vitu ambavyo Hussein anakuja na vitu vya kawaida katika sehemu ya kuamsha wao au kuwapa mawaidha kwenda katika njia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Na kwa vile nyoyo zao zilishakufa, watu kama hawa hawakusita kufanya ambacho walichoweza kukifanya. Na sio kwake tu, hata kwa maimamu mbalimbali baadaye waliokuja baada yake na kabla yake, hawa watu hawakusita kufanya kile walichoweza kukifanya, kwa sababu wameweza kujighafilisha katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.